Yaani picha linaanza tu ni msukosuko kwa mwanetu anaitwa Aaron. Basi jamaa hapa ananyang'anywa funguo za gari, unaambiwa. Udemu amemshupalia kichizi. Anamwambia naomba funguo za gari yangu. Yaani kwa yote ambao nimekufanyia, lakini mwisho wa siku unataka kuja kunifanyia utapeli kama huu. Naomba funguo za gari yangu. Jamaa ni kama haelewi kinachoendelea. Binti anachukua funguo za gari yake na anajichenga. Sasa wote tuelewe ni nini kimetokea, na hii ni Smart Recaps TV. Naomba twende sambamba ukapate kujua ukweli wote wa vitu ambavyo vimetokea hapo nyuma. Basi tunamwona Aaron hapa anatoka ofisini leo, huku anapokea simu ya mpenzi wake, lakini mpenzi wake anamwambia huyu mtu ambao umemwacha hapa nyumbani anafanya nini? Jamaa anashangaa, mbona sijamwacha mtu yoyote hapo nyumbani Ila binti anamwambia tu kama umenichoka na unitaki tena, ni bora uniambie kuliko kunifanyia hivi vimbwanga hapa. Basi mshikaji anaona hili pepo gani tena? Jamaa na udigeto yuko hai hai kichizi, akajionea hayo mambo huko. Basi anafika hapa anamkuta mpenzi wake akiwa na marafiki wawili wa mshikaji ambaye ni Uche pamoja na Ayo. Sasa na kuna huyu binti mmoja hapo ambaye ni mfanyakazi mwenzie, huyo msichana wa kumuita Angel. Basi jamaa anashtuka, anamwambia yaani unajua umejua kunisurprise sana baby. Lakini ndo hivyo bwana, huyu mpenzi wake ni mshua kichizi. Hapa hivi alimnunulia hadi gari mshikaji. Jamaa anakuwa surprised kinoma, anashangaa hili gari ni la kwangu. Basi mshikaji yani ni kama kibenteni vile, ananunuliwa tu mavitu, pesa anapewa, kwa sababu huyu binti hapa ni mwanamke mwenye pesa nyingi kinoma, yani hela zake sijui tuzielezeje. Basi Brenda anapata wivu kinoma, anamwangalia tu mshikaji hapa, amuelewi kabisa, lakini rafiki yake ndo amezama, hataki kusikia wala hataki kuambiwa jambo lolote. Basi baada ya mchana wa happy birthday bwana, usiku hao wapenzi wanakutana na kupeana mambo mengine, si unajua tena. Basi mshikaji kabla hajafanya mambo yake, binti leo alikuwa anamuulizia tu, anamwambia unajua nishakuwa na miaka 32 sasa, lakini nahitaji niingie kwenye familia, nahitaji niitwe mama kabla sijafika miaka 40. Basi mshikaji anamwambia sikia, hayo mambo yote yatafuata, wewe usiwe na haraka. Basi binti anamwambia kama pesa tushatafuta vya kutosha, na mimi na uwezo wa kuwa na familia nikaendesha familia sasa hivi. Jamaa anajaribu tu kumtuliza mtoto wa kike na binti analainika kwa sababu mapenzi upofu bwana. Leo asubuhi Angel akiwa ofisini pamoja na Brenda walikuwa tu wanajaribu kudiskasi kuhusiana na swala la jana, huku Brenda anamwambia unajua, sikutegemea kabisa kama ungemnunulia gari mshikaji, lakini ongera pia kwa sababu ni jambo kubwa ambalo umelifanya, ila mimi napata mashaka kidogo. Basi binti anaambia unapata mashaka gani? Anaambia yule jamaa mimi sidhani kama anakupenda sahihi. Anaambia Brenda usianze, Aaron ananipenda na mimi pia nampenda, yani in short tunapendana. Wakati Aaron yeye yuko na marafiki zake huku, jambo kubwa ambalo linamuumiza kichwa ni kuhusiana binti tu anavyodai ndoa. Yani yeye anachokiwaza muda wote ni kuona binti ana nguvu kubwa sana ya kifedha, lakini yeye hana hata hiyo kazi ya kumuingizia pesa ya kununua gari. Kwa hiyo kitu ambacho anakiwaza, anaona kabisa akimwoa binti atakosa nguvu kwenye familia. Kwa hiyo anajaribu kushauriana na marafiki zake hapa. Hao jamaa wanamwambia sikia, oya yule binti atakutoa wewe, kama vipi muoe tu. Jamaa anamwambia sikia, mimi nitakutana naye nimwambie kama siwezi kumuoa. Basi haraka haraka jamaa alipanga date leo aje akutane na mchumba, amuelezee tu kama mimi siwezi kukuoa kwa sababu wewe uko na pesa nyingi kuliko mimi. Sasa picha linaanza tu hapo restaurant penyewe. Walipofika huyo mhudumu anamjali tu binti. Jamaa anasema yani hizi shida zote ni kwa sababu mimi sina pesa tu. Kichwa kinamgonga kichizi, anapata mawazo, yani ana imagine kama yeye ndo angekuwa na hizo pesa zote, alafu anamnunulia binti gari na binti anasherekea kama hivyo. Basi jamaa alikosa hata hiyo pawa ya kumwambia binti kama siwezi kukuoa eti kwa sababu wewe uko na pesa nyingi kuliko mimi. Basi Aaron hiyo siku alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana, yani kila akimwangalia binti anatamani amwambie, lakini akili inakataa. Basi waliendelea tu kupata kinywaji na mwisho wa siku alijichenga, ila jamaa usingizi hauji unaambiwa. Basi alitengeneza triki ambayo tutakuja kuisoma hapo mbeleni. Angel akiwa ofisini kwake asubuhi leo anatembelewa na mgeni. Huyo mgeni bwana anajitambulisha kama yeye ni mtu wa masoko, amesomea mambo ya masoko huko Marekani. Basi binti anamwambia nilipata taarifa za ujio wako, naomba kitambulisho chako
kama utakuwa nacho. Basi mshikaji akachukua kitambulisho na alimpatia binti naye aweze kujiridhisha tu na wasifu wa huyu mshikaji hapa. Akapitia kile kitambulisho, na hii ni kwa sababu ya project ambayo binti ameiandaa. Basi jamaa naye alijaribu kujielezea uzoefu wake katika kazi na walimaliza mazungumzo yao kama hivyo. Mwisho walipanga siku nyingine ya kukutana kwa ajili ya kupanga kazi na vitu vingine. Basi leo binti alikuwa katika restaurant moja hivi pamoja na Brenda, huku wanapata zao msosi. Kuna mzee anaingia hapa, huyu mzee anaitwa Sir White. Basi huyu mzee alikuwa akimfuatilia sana Angel zaidi ya miezi mitano na vibuti vyote havielewi wala nini. Basi binti alivyomwona tu hapa, anamwambia wewe mzee, umekuja kunifuatilia tena? Yaani sipendi kukuona na sitaki kabisa kukuona kwenye macho yangu. Yaani ungekuwa unajua jinsi ambavyo sikupendi, usingehangaika na hizo heka. Basi mzee baada ya kupewa vidonge vyake alijichenga pale huku anasikitika kinoma. Leo basi huyu jamaa anaitwa James hapa alikuja mpaka kwa bibie tena kuleta mkataba na vitu kama hivyo. Basi hii ni project ya duka lingine la furniture. Huyu binti anasimamia duka la furniture, ni duka la kwake kabisa, ni duka la furniture. Kwa hiyo anataka afungue duka lingine la furniture na mambo ya decorations. Kwa hiyo huyu jamaa hapa ndio kama mshauri wa masoko na muunda kila kitu. Basi jamaa baada ya kupeleka project na mchoro mzima, yani structure ya biashara na kaje, alikuwa anapokea simu hapa na anatoa maelekezo kama kazi yake kwa asilimia fulani inaenda kufanikiwa. Basi leo turudi kwa Aaron. Aaron leo amekuja kwa naye, anaambia oya, sikilizeni, agizeni chochote mnachokitaka. Yaani mmekaa tu hapa, amjaagiza kitu chochote. Mnakaa kinyonge sana. Akamuita waiter, hebu wekea hawa vitu ambavyo anavitaka hapa. Wana wanashangaa, oya, hizo hela umeokota wapi mwanangu? Yaani muda wa mshahara bado, lakini unajaribu kutuspoil hivi. Au demu wako amekutia vibunda nini? Jamaa anaanza kulalamika, anaambia, oya, yaani iko ndio kitu ambacho kinanifanya mimi nisimpende yule demu. Waona kaona, waiter, lete kabla hajabadilisha mawazo bana. Wakaona tu stories zisiwe nyingi. Leo huyu jamaa wa kumuita Sir White amekuja ofisini kwa binti, amekuja na kipakeji chake fulani hivi. Binti anamwambia, karibu. Na imani umekuja na michongo ya kibiashara zaidi, hujaja na mambo ya kipuuzi. Mr. White anamwambia, tulia mrembo, mbona una haraka sana? Nimekuandalia zawadi mzuri sana, ni saa kutoka Ujerumani. Ina thamani ya kama milioni 50-70 hivi. Basi binti hakutaka hata kudili na ile zawadi. Ghafla muda huo Aaron anaingia hapa na binti anampokea kwa furaha moja hiyo matata unaambiwa. Basi mshikaji anamwambia kuna kitu hapa nimekuandalia. Binti anamwambia ni nini iko baby? Basi jamaa anamwambia mfungua. Unaniuliza wakati umekishika. Basi binti anajaribu kufungua pale, kumbe ni mchoro wake bwana. Akawa anauangalia huko anafurahi kinoma. Wakati huo Sir White yuko pembeni tu hapa anaangalia jinsi ambavyo wanapetiana. Wakati anataka kuondoka, binti anambia sikiliza, umesahau mfuko wako hapo. Jamaa anaona sio kesi. Anajichukulia zake mfuko. Wakati anawaga akamwambia bro, hivi unaweza kanisindikiza hapo nje kidogo? Unitoe tu. Aaron akaona sio kesi, ngoja nimtoe tu mzee. Wakati wametoka nje hapa, mzee anambia, unajua nakufahamu wewe kijana. Wewe ni boyfriend wa Angel au sio? Sasa mimi nimemtongoza Angel na zaidi ya miaka 5 mzee. Lakini kwa vile amekuchagua wewe, sio kesi mwanangu. Wewe naomba tu mtunze ubinti na umpende kama jinsi ambavyo mimi ningempenda kama ningepata bahati ya kuwa naye. Basi mshikaji anaondoka na ndinga yake, huku ndani ni shangwe tu. Yaani Angel anafurahia kinoma hiyo zawadi ambayo ameandaliwa na mpenzi wake. Basi Brenda anamwambia, ni mchoro mzuri, huku anamsifia kinoma. Binti yani amekufa ameoza. Sasa leo bwana, huyu James amekuja hapa anaongea na binti, na kwenye hiyo project ambayo wameiandaa wamebakiza kipengele kidogo tu, yani ni kipengele cha binti kutoa pesa zake kumwekea huyu mshikaji hapa, na jamaa akafuatilia masoko na vitu vyote ambavyo vimesalia. Sasa wakati wanazungumza, simu ya binti iliita na aliyempigia alikuwa ni Aaron. Basi binti alipokea simu akamwambia, baby, nipo na kikao lakini nitakuja hapo nyumbani baada ya kutoka ofisini. Wa kumuita James anaambia, mnapendana kinoma, ni mume wako? Anamwambia hapana bwana, ni boyfriend wangu tu, hata hatujaoana bado, lakini tuko mbioni kupanga hizo ratiba za kuoana. Kwa hiyo nahisi atanioa tu kwa sababu ananipenda na mimi nampenda. Basi jamaa aliwaambia, hongera bwana. Akaambia mtu acha basi turudi kwenye kazi.
Sasa cha kustaajabisha, kumbe huyu James ni ana connection na Aaron, na hiyo michongo yote ambayo anapiga hapo, Aaron ndio yuko nyuma hiyo michongo. Kwa hiyo lengo kuu la Aaron ni apate pesa za binti na aweze kumwoa binti. Yaani ni kama anataka amtapeli hivi, alafu apite mlango wa nyuma aje amuoe binti kwa zile zile pesa zake. Sasa huyu James hapa ndo ametumika kama mwizi ambaye atamdanganya binti na kumuingiza kwenye mifumo, then binti akitoa pesa yake kumpa Aaron yeye sasa ndo atakuja kumwoa binti bila kujua kama ile pesa ni ya kwake ambayo ametapeliwa. Basi hiyo ndo stori fupi tu kuhusiana na huyu James. Leo Brenda alikuwa anamuuliza Angel, vipi umetuma pesa kwa huyu James? Anaambia oh, nilishatuma. Kwa hiyo tunasubiria tu utekelezaji wa kazi ianze, lakini hiyo kazi bwana, nataka tu nimpe bwanangu. Binti anaambia wewe na huyo mwanaume hata sipati picha huko mwishoni kitakuwaje. Basi leo huyu James wakati upo zake geto, hela ilikuwa imeshaingizwa na anampigia Aaron hapa, anaambia mwanangu, kibunda kimeingia. Aaron anasema wewe, hela zimeingia kweli? Jamaa anaambia ndio, binti leo amefanya transaction zote na amenitumia pesa mzima ya project. Sasa hapo kilichobaki ni kupiga bingo tu, James achukue kipande chake na mshikaji achukue hela zake, basi aweze kufanya ratiba zake za kumwoa kama jinsi ambavyo yeye amepanga. Alikuja kwa wanaye akaanza kuwaambia, oya, naenda kumvesha pete ya uchumba Angel. Hao jamaa wanashangaa, wewe leo umeamkia upande gani mzee? Kwa sababu hizo ndoto ni ndoto ambazo kila siku tulikuwa tunaziota tu, hatukutegemea kama inaweza ikawa ghafla hivyo. Basi ule usiku mshikaji hata akulaza damu, alikuja mpaka kwa demu na leo alimvalisha pete rasmi ya uchumba. Anaambia nataka uwe mpenzi wangu wa kipindi changu cha maisha chote ambacho kimebakia. Binti naye alifurahia kwa sababu ndoto zake siku zote ni kuingia kwenye ndoa na sio tu kuishi kama hivi kama wanavyoishi yani wachumba tu siku zote. Mshikaji kwa vile alishahisi amepiga hela, alikuja mpaka kwa sekretari wake wa hapa ofisini ambako yeye alikuwa anafanyia kazi, na alikuja kabisa ku resign, yani anaacha hadi kazi. Huyu sekretari anaambia vipi? Kwa nini unaacha kazi? Jamaa anaambia nahisi sababu zote za mimi kuacha kazi zipo ndani ya hiyo barua. Anajichenga baada ya kuacha ile barua. Sekretari anasema hapa kimeumana. Sasa ndo tunarudishwa sehemu ambayo picha ilianzia hapa, baada ya mshikaji kupiga hela na alikuja kukutana na James. Hapa sasa walikuwa wanataka kupanga ni namna gani wanaweza kuzigawanya hizo pesa ambazo mtoto wa kike amezitoa na kuzituma kwa James, na hapa mshikaji achukue kibunda chake na James alipwe. Hapo ndipo bibie Angel alitokea na kumwambia kwa hiyo huo ndo mpango wako yaani pamoja na yote ambayo nimekufanyia wewe mwanaume na jinsi ambavyo nilijitoa kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako, mwisho unataka kunitapeli na unizulumu pesa zangu eti kwa sababu tu ya tamaa ya utajiri. Hapa Aaron haelewi hata kinachoendelea. Yaani amepigwa tu na bumbuazi. Mshikaji hapa ndo anaamka sasa. Anaambia hivi, Aaron, hivi pamoja na mambo mengi ambayo huyu binti amekuwa akikufanyia, yaani amejitoa kwa ajili yako, ametoa uchumi wake na pesa zake kwa ajili yako. Jamaa anamwambia wewe, kumbe ndo umenisnitch. Basi binti naye anakuja juu anamwambia sikia, yaani kila kitu ambacho umekifanya mimi nakijua. Sasa story fupi tu ni kwamba huyu James bwana, pamoja na mipango ambayo alikuwa anachonga na mshikaji, kumbe alishawahi kumsnitch jamaa. Sasa sijajua yeye alipata maslahi gani kwenye kumsnitch mshikaji wake, lakini kumbe alimchoma, na kuna baadhi ya simu ambazo walikuwa wanaongea wakati yupo pamoja na huyu demo hapa. Basi jamaa anamwambia sikiliza, yani life alipo simple kama unavyozania mshikaji wangu. Kwa hiyo wewe endelea tu kutafuta hela, lakini kwa huo utapeli ambao ulikuwa unataka kufanya, mimi mshikaji wangu nisingekubali kuingia hata kidogo. Jamaa alibaki pale amepigwa na butwa, haelewi kitu ambacho kinaendelea. Basi mawazo ya haraka haraka alisema ngoja nirudi ofisini moja kwa moja. Amerudi mpaka kwa secretary, anajaribu kumuelezea kama vipi nafasi yangu bado ipo. Secretary anamwambia sikia, yani ile siku wewe umeleta barua tu na sisi tulimtafuta mtu wa kureplace nafasi yako, kwa sababu wewe mwenyewe unajua kazi ya accountancy kwenye ofisi yetu ni kazi ambayo haiwezi kulala hata usiku mmoja bila kumpata mtu. Kwa hiyo ni kitendo cha wewe kuresign na sisi tumempata mtu. Kwa hiyo kijana, nenda kajipambanie tu. Jamaa alijikuta kwenye heka za kimaisha kichizi. Anakuja kwa Angel kujaribu kumwomba msamaha. Angel naye hataki kusikia chochote kutoka kwa mshikaji. Yaani amemind kabisa, hataki tena mahusiano naye.
hapa Aaron ndo muda ambao alisadiki hadi maneno ya wahenga unaambiwa. Sasa hadi usiku akirudi kwa binti, yani binti hataki kusikia kitu chochote kuhusiana na mshikaji, na huo ndo ulikuwa mwisho wa jamaa. Yani alijikuta amekosa demu, amekosa kazi, amekosa kila kitu ambacho alikitarajia kwenye maisha yake. Yote ni kwa sababu tu alihisi kama angezalaulika kumwoa mwanamke ambaye ana kipato cha juu kumzidi. Basi na huo ndo unakuwa mwisho wa picha yetu bwana. Hii ni Smart Recaps TZ. Wewe usisahau tu kusubscribe, share, like and comment kwenye channel yetu, utakuwa umetisha kinoma noma.